Habari ya leo tena, ndugu mtazamaji na wewe ambaye unanifuatilia katika mfululizo wa madarasa haya, na kwa sasa tuko na darasa ambalo tumelipa kichwa cha safari ya uongozi. Na leo karibu katika darasa letu safari ya uongozi, sehemu ya 5. Leo tutazungumza jambo moja muhimu sana katika safari ya uongozi, na jambo hili ni nguvu ya mahusiano katika uongozi. Nguvu ya mahusiano katika uongozi. Mara nyingi watu wanaweza waka confuse kati ya authority or position, yani kwa maana ya mamlaka ama nafasi aliyonayo, na kudhani ya kwamba watu wanamfuata kwa sababu ya ile nafasi. Lakini kimsingi kweli ni kwamba watu watakufuata kwa sababu you have the influence, na influence haiji tu kwa sababu una yale mamlaka, una ile position. Inakuja pale ambapo umeweza kujenga mahusiano bora kati yako na wale ambao unawaongoza. Ukiona viongozi walioondoka madarakani na bado wana wafuasi, yani tunasema leading beyond positions, leading beyond authorities, ujue hao ndio true leaders, kwamba they have influence and they will still have influences. Lazima kiongozi kama Barack Obama, nimeona juzi wakati wa uzinduzi wa Obama Presidential Center ni Marekani, wafuasi wengi sana wamejitokeza wakimshangilia na wengine wakibubujikwa na machozi kilia. Lakini Barack Obama is no longer president wa Amerika, lakini bado ana ushawishi mkubwa, ana influence. Kwa nini? Ni kiongozi ambaye aliongoza kwa kujenga ushawishi, kiongozi ambaye aliongoza kwa kujenga mahusiano. Kwa nini nasema mahusiano yana nguvu sana mahali pale ambapo unaongoza? Kitu cha kwanza, watu watakuwa na morali ya kazi. Watu watakuwa na morali ya kazi kwa sababu wana imani na kiongozi. They have the trust, wana imani na kiongozi. Kwa hiyo watafanya wakiwa na amani, wakiwa na furaha, huku wakijua kwamba matokeo haya ni kwa ajili yetu sote. Hicho ni kitu kikubwa sana, kwamba wewe ukijenga mahusiano mazuri inaongeza imani kati yako na wale ambao unawaongoza, kati yako na wale ambao unawaongoza. Lakini tunasema ukijenga mahusiano mazuri, ni rahisi watu kwenda mwelekeo ambao unamtaka, kirahisi sana. Tunasema people will easily follow the vision of the organization, the vision of the institution, or the direction of the country, because you have a very profound influence over the people whom you are leading. Kwa hiyo una influence kubwa kwa watu wale ambao unaongoza, kwa ni rahisi kutembea ule uelekeo unaotaka. Lakini kiongozi ambaye anaongoza kwa mamlaka, kwa kutumia ile nafasi yake, authority and positions, of course you will see people coming, lakini they will quickly following you the moment you are pushed from that position. The moment umetoka katika hiyo nafasi, the moment umepoteza yale mamlaka, umepoteza ile nafasi, hautaona wale watu wakikufuata. Ndio maana unasikia kuna watu wanasema, unajua watu wanakufuata ukiwa kiongozi, walikuwa wengi wanakufuatilia na kama vile wanakufuatilia kwa sababu you have that authority, wanakufuata kwa sababu you have that position. So the moment you are pushed from that position, the moment you retire, the moment you are no longer in that court of leadership, wale watu hawatakufuata kwa sababu walikuwa wanafuata cheo na ile nafasi, hawakuwa wanafuata kiongozi. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua tofauti kati ya authority or position and leadership as influence. Kwa hiyo leadership as influence, maana yake unapaswa kujenga mahusiano bora. Lead by example, ongoza kwa mfano, kwamba jambo ambalo usingeweza kulifanya basi usitamani kumpa mtu mwingine alifanya. Hiyo inakujengea imani na uaminifu na kuaminika katikati ya timu. Lakini unawekaje kundi lako kama wanafamilia moja, bila kuweka makundi ndani ya ile timu yako, bila kuweka upendeleo, bila kuongoza kwa kuumiza watu na kuwagawa na kuwatenga watu? Unakuwa na uongozi, ni tunaita uongozi wa kuku akiona mwewe
anataka kuchukua kifaranga, basi atavikumbatia. Lakini ukiwa kiongozi aina ya bata, basi bata yeye hatajali kwamba adui anakuja kwa ajili ya kifaranga chake, yeye hatajali. Kwa hiyo ukiwa kiongozi unaoweza kukumbatia watu dhidi ya maadui wanaotoka nje, ukakumbatia timu yako, ukawa na treatment about the same ndani ya timu yako, basi inakusaidia kujenga umoja na mshikamano wa timu yako. Jambo la muhimu zaidi katika hiki kipengele cha kuongoza kwa kutumia nguvu ya mahusiano, jambo la muhimu sana ni kufahamu kuwa unaongoza binadamu ambao wana hisia, unaongoza binadamu ambao wanafikiria, unaongoza binadamu ambao wanachakata na kung'amua mambo. Kwa hiyo ukiwa kiongozi, usiamini kwamba wewe kwa sababu una mamlaka na nafasi fulani, basi hiyo pekee inatosha kuwafanya hawa watu wakufuate. Hapana, watu humfuata mtu wanayemwamini na wanayeamini kwamba huyu anatuongoza katika mstari ulio sahihi. Asante sana kwa kunisikiliza, mpaka wakati mwingine.